4-1 money rule unafaa kujua kabla January 1st, 2026. Usiseme kimekuramba. Si tunajua mwaka unakuanga na miezi 12, si ndio? From January all the way to December. By the way, ni rule yangu, ni formula yangu. Unaweza itumia, inaweza kukusaidia sana. It's what I use. Cause iko na miezi 12, let's say unaaningi mshahara wa 60,000. Hivi ndio inamaanisha. Nikisema 4-1 rule namaanisha hivi. After every 4 months, ukuwe umesave pesa zenye ni equivalent kwa mshahara wako wa mwezi mmoja. Tuchukue example ya mtu anaana mshahara wa 60,000. Huyu mtu miezi minne awe amesave 60,000. Which means in other words, kwa miezi minne 3 imeenda waste lakini moja ameisave. In this manner, kwa mwezi wa kwanza anaweza save 15,000. Mwezi wa pili 15,000 na mwezi wa tatu 15,000. Ukichukua hizo 15,000 ya mwezi wa kwanza hadi mwezi wa nne uzishikanishe, hiyo ni 60k. Kwa hivyo ni kumaanisha akifikisha April, huyu mtu miezi mitatu yes imeenda waste. Probably amefuel gari, probably ameenda sherehe, amechapa nini, unajua kuna zile sustainable za life, kwa amelipa rent, chakula na nini, zimeenda waste. Lakini at least for God's sake, kwa hiyo miezi minne, moja ni yake, akona ka 60k kake, kako mali, ka fresh, ka baridi, kama investiwa, kana anka kitu. And then after miezi ingine 4, akona 60 ingine. After miezi ingine 4, akona 60 ingine. Now, mwaka ukiisha, which is ni miezi 12, akona miezi 3 ambayo haikuenda waste. Wangapi hapa kusema tu kweli? Wangapi hapa mwaka huo unaisha, huna hata 60, huna. Meaning, hiyo miezi yote imeenda waste. Nothing, hauna. Na kuna wengine wanakuanga strict kidogo kwa wanasema, kwa 60k, wacha nieke 20, nieke 20, nieke 20, nieke 20. Huyu mtu miezi 4 ikifika, akona 80k. Akiwa na 80k, hiyo ni more than 1 month. Probably let's tuite, hata tuite tu roughly ni mwezi 1.5. Akisave 80k the first 4 months, 80k, 80k. 80k times 4, hiyo ni 240,000. Divide by 60, akona 4. Amesave miezi 4 kwa huo mwaka mmoja. Tuingie kwa hiyo level ingine kama wewe unapenda sasa kuwa crazy. Sasa hapo ndio mimi niko. Half, una earn 60, nyorosha 30, invest. Whatever it means, hata kama hiyo 30 itakuforce uende uishi Kawangware, so be it, with all the due respect to people who live in Kawangware and Pipeline. By the way, nishaishi Pipeline na Kawangware pale kona. Unajua Kawangware kona. Hapo, wakati maisha ilikuwa. Anyway, that's a story for another day. So now, huyu mtu amesave 240k, amesave 4 months in a period of 4 years. So ufike half, nyorosha 30. So mtu atasave 30, 30, 30, 30. Now, this is where I love and this is where I am. Ukisave ni kumaanisha, after every 2 months, moja ni waste, moja ni yako. Na ni waste, hata tu niite waste kwa sababu, by the way, unajua watu wanafikianga tukikula na ukunywa, hata ukule nyama every day na michele, whatever you feel like it's luxury. Hakuna mali na kugrow, hakuna mali na safeguard your future. Utakula saizi utoe saa zingine is done. Hata wewe ulishi nyumba ya 800, haikugrow. Wewe ununua TV kubwa. Yes, utafeel vizuri, but haikugrow. That is what we call 4-1 rule. Unaweza decide uitumiange kuanzia sasa hadi mahali Mungu atakuwezesha. This is good, Joseph. Na kama ungependa tuwe na kikao online, unaweza nitext, hii ndo namba yangu ya WhatsApp. Tukae chini tuzungumzie hela kidogo, uniambie you know, not because that I know everything, hapana. Ni kwa sababu kuna kakitu naweza kuwa najua na wewe ujui, na mimi pia na believe kuna kakitu unaweza kuwa unajua na mimi sijui. So watu wanasaidiana hivyo. That's my number in case you need my services, and see you in the next one.